Kombe la Dunia, safari ya historia kuanzia mwaka 1130 hadi 2026. Mnamo mwaka 1130 dunia ilishuhudia kuzaliwa kwa mashindano makubwa zaidi ya soka, Kombe la Dunia la FIFA. Mashindano haya ya kwanza yalifanyika nchini Uruguay, yakihusisha timu 13 pekee, huku wenyeji wakiandika historia kwa mabingwa wa kwanza kabisa baada ya kuifunga Argentina magoli 4-2 katika mchezo wa fainali. Tangu wakati huo, Kombe la Dunia limekuwa zaidi ya mashindano ya soka, limekuwa jukwaa la kuunganisha mataifa, kuibua nyota, kuandika historia na kuleta furaha kwa mabilioni ya mashabiki kote duniani. Dunia imeona vizazi vikibadilika kupitia michuano hii. Tumeshuhudia enzi za Pele akiipeleka Brazil kwenye kilele cha mafanikio, Diego Maradona akiongoza Argentina kwa umahiri wa kipekee mnamo mwaka 1186, Zinedine Zidane akiipa Ufaransa ubingwa wa kwanza wa mwaka 98, na Lionel Messi kutimiza ndoto yake ya kuinua kombe la mwaka 2022. Katika safari hii ndefu tumeshuhudia pia machozi ya kushindwa, furaha ya ushindi, maajabu ya dakika za mwisho na matukio ambayo yamebaki katika kumbukumbu za vizazi vingi vya wapenda soka. Kuanzia timu 13 za mwaka 1130, Kombe la Dunia limeendelea kukua hatua kwa hatua hadi kufikia timu 48 mwaka 2026, ikiwa ni mara ya kwanza katika historia ya mashindano hayo kushirikisha idadi kubwa ya mataifa. Mwaka 2026 utaandika ukurasa mpya wa historia. Marekani, Mexico na Canada zitakuwa wenyeji wa pamoja wa mashindano haya makubwa, yakichezwa katika miji 16 tofauti. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa Kombe la Dunia la wanaume kuandaliwa na mataifa matatu kwa pamoja, na ushindani unatarajiwa kuwa mkubwa zaidi kuliko wakati mwingine. Kutoka Montevideo mwaka 1930 hadi viwanja vya kisasa vya Amerika Kaskazini mwaka 2026, Kombe la Dunia limeendelea kuwa ishara matumaini, mshikamano na nguvu ya mchezo wa soka. Ndoto za watoto wengi zimezaliwa kupitia mashindano haya, huku majina ya mashujaa wa soka kibaki kuishi milele katika vitabu vya historia. Kombe la Dunia sio tu kuhusu kutafuta bingwa wa dunia, ni simulizi ya ndoto, mapambano, uzalendo na furaha inayovuka mipaka, lugha, dini na tamaduni. Na mwaka 2026 dunia itakusanyika tena kushuhudia sura mpya na historia ikiandikwa. Je, nani atakuwa bingwa ajaye? Jibu lake litaamuliwa uwanjani, lakini jambo moja la uhakika ni kuwa mapenzi ya Kombe la Dunia yataendelea kuunganisha dunia kizazi baada ya kizazi. Mimi ni Steve Champion.